Kwa jina anaitwa Anko Tununu. Katika maisha ya shambani hadithi zetu, leo nipo katika wilaya ya Mwanga. Kwa hiyo ile maji tumepata kweli na nashukuru leo tusaidia, lakini zile maji ni chungu, wananchi hawawezi kutumia. Hii Katoliki na chumvi ni mfuko tu inakunywa. Ile ya ndudu ina chumvi na ni Katoliki imetusaidia. Hakuna mwananchi anatumia. Kwa hiyo ingekuwa kama ile maji ni salama, tungekuwa tuna shida. Wilaya ya Mwanga ni miongoni kati ya maeneo yanayounda mkoa wa Kilimanjaro. Unazungumzia Same, unazungumzia Rombo, unazungumzia Moshi vijijini, unazungumzia Moshi mjini ambayo ni manispaa, unazungumzia wilaya ya Hai, unazungumzia wilaya ya Siha. Hayo yote ni maeneo yanayoufanya mkoa wa Kilimanjaro uweze kufahamika. Unapokuja kuziunganisha ndo zinaleta kitu kinaitwa mkoa wa Kilimanjaro. Sasa wilaya ya Mwanga ni miongoni kati ya wilaya hizo ambazo zinatengeneza mkoa wa Kilimanjaro na kilomita za mraba zipatazo 1530 na kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 wilaya ya Mwanga ina takriban wakazi 1,150,430 na ushe hivi. Kwa upande wa kaskazini mashariki imepakana na nchi ya Kenya, lakini vile vile kusini magharibi imepakana na wilaya ya Simanjiro ambayo ni mkoa wa Manyara. Upande wa kusini imepakana na wilaya ya Same, vile vile imepakana na Moshi vijijini. Hiyo ndio unasema wilaya ya Mwanga. Na katika wilaya ya Mwanga kwa ufupi unaweza kusema kwamba ni miongoni kati ya wilaya ambazo zimetawaliwa zaidi na kabila la Wapare na vile vile kabila la Wamasai. Wachaga sio wengi Upareni, na hivyo ni eneo kubwa sana ambalo limechukuliwa na Wapare. Na tunaposema hivyo, tunaposema wilaya manake ina kata. Kata hizo zipo takriban 20. Kuna kwa mfano Toroha, kuna Lang'ata, Kiriwe, kuna Kileo na kata nyingine hizo ambazo zinaunda wilaya ya Mwanga. Sasa leo nipo katika stori hizi za mashambani au unasema maisha ya shambani, hadithi zetu. Hapo sasa leo tunaangazia kero za wananchi. Kero zetu kubwa mheshimiwa, mikopo itatuua. Unapozungumza kero za wananchi unamaanisha nini? Kwanza, kero moja inahusisha changamoto, lakini ili iwe na nguvu zaidi, kero inaonyesha malalamiko. Inawezekana kuna wengine katika maeneo yao wanalalamikia kuhusiana na miundombinu mibovu. Inawezekana barabara kutoka Karambandea kwenda Pangaro mpaka Mgagao. Yaani hii njia ni mbaya mno. Hakuna barabara moja kwa moja, na kila siku tunaambiwa na serikali itatengenezwa mpaka leo. Kwa hiyo wengine zahanati kwa maana ya masuala ya afya. Zahanati kwa kweli wamama anaumia sana, tuna mkunga kwa sababu mkunga ambaye tunaye ni kiume. Alafu sengine tukileta au mama matima anatuzuia. Kuna wengine wanalalamikia kuhusiana na elimu kwamba watoto wanatembea umbali mrefu, au wakati mwingine wakati wa mafuriko basi unakuta maji yanazuia kati ya upande wa huku na upande wa kule kuweza kufanya nini? Watoto kupita kwenda shuleni. Changamoto tulionayo wakati wa mafuriko, watoto wanashindwa kufika shule kwa sababu ya athari hiyo ya mafuriko. Kwa hiyo kuna wakati wanashindwa kabisa kufanya mtihani, kufundishwa na vitu kama hivyo. Kama haitoshi, wengine wanalalamikia kuhusiana na namna ambavyo kunakuwa na ugomvi kati ya kijiji kimoja na kijiji kingine. Ni uvamizi wa mifugo kutoka kata kwa Kihindi. Hili limekuwa kero na la muda mrefu, mpaka sasa hivi linaletea uvunjifu wa amani katika kijiji cha Simu Kizungo. Na mpaka sasa hivi jana tumekamata ng'ombe za kwa Kihindi ziko hapo zinachungwa na migambo, lakini matishio wa wafugaji wa kwa Kihindi ni kunitishia mimi kama mwenyekiti kwamba nitaona. Vijana wana kero zao. Kero yangu ya kwanza ni NIDA. Napoona mbeleni huko panapokwenda kila kitu kitakuwa nachukua NIDA, namba ya NIDA. Asilimia kubwa ya watu wa kata Lang'ata hatuna namba za NIDA. Lakini vile vile wazee na wenyewe wana kero zao. Kero yangu ni ndogo sana. Hivi mpaka sasa tuliambiwa kwamba wazee wenye miaka 60 watapewa ruzuku ambayo ya heshima ya ule uzee.
Mimi kitu kinachoniuma, Shangazi nampenda sana, lakini wazee hatupendi. Kwa nini? Kina mama wana kero zao. Mheshimiwa, kuna mkopo hapa unaitwa Gandua, kuna mkopo wa Blaki, kuna mkopo wa Asa, kuna mkopo wa Sukuma. Mheshimiwa, mikopo yote tunakopa. Tumechoka mheshimiwa, tutakufa. Tumechoka, hali zetu ni mbaya. Mheshimiwa, tunaomba mkopo wa halmashauri ambayo haina riba. Tumejaza fomu mpaka tumechoka. Lakini kikubwa zaidi unaona kwamba wote wanatoa malalamiko. Sasa katika wilaya ya Mwanga leo tunaangazia hapo kwamba je, katika swala zima la afya wanasemaje? Hapa kwetu tuko mbali sana na huduma. Ina maana Karamba hapa, mnapoona Karamba wanasaa usiku na mchana, sababu hii ni samu ya kina Nyanguru wetu hao. Sasa mwanamke akiishiwa na damu inawezekana ikamwathiri hata kabla hajafika Kisangara. Kwa hiyo kwa kuwa umeme umekuja Karamba, basi tungependa tusaidiwe ili huduma ya mwananchi iwe karibu nasi. Ndivyo alivyosema huyo mjumbe. Katika miundombinu je, kwa maana ya miundombinu ya barabara mibovu, wanasemaje? Yeso iko shida mbili hapa kubwa sana. Hii barabara hii na kila siku hii barabara hii na kila siku kama mtu naishiwa tunakodesha pikipiki, hakuna nafasi, hakuna mahali ya kupita, ya kwenda Baro, ya kwenda Mgagao, na mwanamke anakwenda anatakiwa damu Kisangara au binadamu yote, na hapa huwezi kupitiki kwa matembo na makorongo na kila kitu. Na ni miaka mingi ambayo tumetelea kwa Kisumo, kwa Msuya tumetelea, lakini imeshindikana mpaka sasa hivi. Kuna issue ya maji. Unajua wilaya ya Mwanga katika uoto wake maji yanasumbua sana. Maji wanayotoa mbali sana. Je, hiyo ipo na yenyewe na wanasemaje? Kero nyingine ni swala la maji. Maji katika kata ya Toloa ililetwa mwaka 1952. Kipindi hicho wananchi nadhani hawakufika 500. Lakini sasa hivi wananchi tuko zaidi ya 1000 na nimesikia hapa wamesoma 4000 na tenki ni hilo la mwaka 1952. Halitoshelezi wananchi wa kata hii na mifugo. Kina mama nao wana kero zao, wana malalamiko yao. Lakini kumbuka wazi kwamba katika hayo yote huyu mwananchi anahitaji kuona yanafanyiwa kazi. Kuna wengine wanalalamikia kuhusiana na hali duni ya maisha, uchumi umekuwa sio mzuri. Hizo zote ni kero. Wanasemaje? Mheshimiwa Naibu Waziri, kitu kinachotuhangaisha sana hasa kwenye kijiji hiki cha Karambandea ni mashini ya kutumia diesel, kwa sababu mifugo inaangalia umeme. Sasa umeme unakatika kuanzia saa 12 inaenda kuwaka kesho au ndani ya masaa 6 au masaa 8 au masaa 12, kiasi ambacho inatuletea shida kubwa sisi wafugaji. Kwa ufupi tu, kwa hayo uliyoyasikia nisiwe na la ziada, lakini kumbuka kwamba maisha ya shambani, hadithi zetu ni kipengele ambacho kinajikita sana kwa wananchi walioko vijijini, maeneo ya mashambani huko. Na tunapozungumza hadithi za shambani, unaweza ukazungumzia kilimo, unaweza ukazungumzia pia mifugo wanafanya nini. Lakini kama haitoshi, katika kuangazia siku ya leo maisha ya shambani, hadithi zetu, tumeona kwa namna moja au nyingine namna ambavyo wananchi wa kata mbalimbali zilizoko katika wilaya ya Mwanga wakiwasilisha kero zao. Na kama haitoshi, kumbuka wazi kwamba Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 inawapa heshima wananchi, kwamba mamlaka yote yatatoka kwa wananchi. Hivyo wanasiasa lazima wawaheshimu wananchi. Kama walitoa ahadi zao kwa ajili ya kuwasaidia, lazima waweze kuzitekeleza. Nisiwe na la ziada. Mimi ni Anko Tununu. Maisha ya shambani, hadithi zetu, panapo majaliwa wakati mwingine. Insha Allah, fi amanillah.